Hekima ni kufanya maamuzi yasio na majuto. Hekima, watu walio na hekima waliogopa. Wewe nani na kuogopa kwa maneno hayo uliongea? Hekima walifanya maamuzi ya kina Sulemani. Maandiko yanasema ndipo Israeli wote wakamuogopa Sulemani kwa sababu ya maamuzi. Wewe nani na kuogopa kwa maneno uliongea? Nani na kuogopa? Ukiona uogopi ujue hata wewe hauna hekima, isipokuwa unacho kile ambacho wazungu wamekwambia ni hekima. Lakini kumbe Biblia jambo la kwanza inashughulika nalo ni ile la kwenye Luka 6:36 kwamba iweni na huruma kama Baba wa mbinguni alivyo na huruma. Ni ile kwenye Mathayo 7:12 kwamba mambo yote mnayotaka watu watendee na ninyi watendeni vivyo hivyo. Kwa hiyo Gwajima kwa kusema kule nje kuzomeana sio sahihi. Kama kiongozi wa dini, kama kiongozi katika serikali, umeapa kwa katiba na umeshika Bible. Wakati wanasema tunatunza siri ya nchi, hatupaswi kusimama kuzomea kwenye madhabahu. Madhabahu sio kazi yake kuzomea. Mimi sikatai kusema kwa mtu, lakini unasema kwa lugha ipi? Unasema kwa namna gani? Badala ya kuleta amani, kuleta suruhu, mnaleta taharuki. Na wanatumia akili ndogo ya sisi wa Tanzania kututeka. Amesema, kwani yeye ndio wa kwanza kusema? Mbona watu wengi wamesema? Umesemea wapi? Seka, kutubu ni kugeuka. Kwa swala la kwamba kwa nini miaka yote minne ya kuongea, hilo sio swala kushughulika nao. Tushughulike na aliloongea leo ni sahihi kiwango gani? Aliloongea leo lina ubinadamu kiwango gani? Unajua hana hekima. Nyewe wenye hekima ndo mmeongea nini? Kwa kama hapa yeye uliongea nanja haya ya kumtupia matope Gwajima, ndo hekima haya. Niongea na wewe hananja, lakini pia niongee na jamii nzima ya Tanzania kwamba wachungaji mfano wa wewe mna akili kubwa ya kucheza na akili za wanaokuwa wanasikiliza. Na ni kwa sababu hiyo ambaye atakuwa hajawasikiliza kwa sikio la utafiti anaweza akajua mna nia njema na taifa, lakini kumbe mnaliangamiza. Hii ni kwa sababu njia ya kuliponya taifa mahali pale ambapo kiongozi ama kuna mtu ambaye anafanya jambo baya alitakiwa ambiwe lile jambo kwamba ni baya. Lakini kuna vimaeneo mnapita, kuna vimaandiko mnasoma, kuna vimaelezo mnaeleza, mara nabii Nathan, mara sijui mara unajua wewe ulikuwa na nafasi ya kwenda kumuona rais na vitu vingine vingi kama hivyo. Sasa kwa nini naongea na wewe mchungaji Ananja? Kwa sababu nyie ni watu ambao mna uwezo mkubwa wa kucheza na akili za watu. Nataka nikujulishe, alichofanya Gwajima hakuwa na kosa lolote wala hajakosea popote. Kwa sababu kwanza, ukisema alikuwa na uwezo wa kwenda kukutana na rais, wewe unajua kwamba amefanya majaribio mara ngapi ya kwenda kukutana na rais na hajapokelewa? Wewe unasemaje kwamba yeye hajatumia hekima wakati hujui alijaribu majaribio mangapi ambayo hayakuwa na mafanikio? Jambo la pili, kulikuwa kuna shida gani yeye kutoa ushauri kama mamlaka zilikuwa zinakataa ushauri? Si zingesema tumekataa ushauri wa Askofu Gwajima kwamba sisi utekaji na si hatuupendi, tunakataa ushauri. Sasa wengi wenu design ya wewe Ananja, wengi wenu mnasema tu mimi utekaji hata mimi siupendi utekaji, lakini yule ambaye anaupinga utekaji kwa moyo wa dhati mnamshambulia. Yani mnainuka na kigezo kwamba utekaji amuupendi, lakini akiinuka Gwajima akatumia sauti ya kupinga utekaji wenyewe, mnaanza kumshambulia tena Gwajima. Wewe nimemsikia mbunge yule Msukuma, kauli zake nizo hizo, speaker tulia, anaongea hivyo kwamba kwanza nitoe pole, nionyeshe masikitiko, kwa kweli jambo hili linaumiza, ndugu yako na kwa umuoni, nitoe pole. Lakini pole mnayotoa ni pole inaonyesha hicho kitu sisi tunakipinga kisiasa, hatukipingi kwa mioyo ya dhati. Na ndio maana mtu akija akatoa ushauri unaoleta suluhisho la hicho kitu, mnaanza kumshambulia tena huyo mtu. Si mmesema mnatoa pole kwa waliotekwa ndugu? Kama kweli utekaje muupendi, simpokea ushauri. Kama kweli nyie mnapinga utekaji, simpokea ushauri. Vinginevyo ni kitu kinachokuwa kinaonyesha kwamba mnapinga kisiasa. Sasa kwa nini nasema hivyo? Kwanza moja, kwa neno ambalo huyu mchungaji Ananja anasema unajua kwanza angetumia hekima, angeenda angemfuata.
mimi ninaweza nikasema mwanafalsafa mmoja alikuwa anaitwa Martin Luther asema ni afadhali au ni heri adui anayeongea kuliko rafiki aliyenyamaza. Nionacho mimi ni kwamba hakuna dhambi yoyote kwa mwana CCM kupinga utekaji, ama hakuna dhambi yoyote kwa mwana CCM kupinga maonezi. Sasa ni kwa sababu hiyo pia nadhani hakuna dhambi yoyote taifa, jamii, watu wakajua, sababu Gwajima ni mchungaji, maana yake ana watu wanamfuatilia. Hakuna dhambi yoyote nchi au jamii na kufuatia ikajua wewe uko upande upi. Na kama mtu wa Mungu tumeagizwa sisi kuwa nuru ya ulimwengu. Nadhani wewe mchungaji Ananja unafahamu sisi ni nuru ya ulimwengu. Tukiwa nuru ya ulimwengu, matendo yetu tunatakiwa tuyafanye hadharani, watu wayaone. Biblia iamini kwenye usiri. Biblia inaamini lile niwaambialo ninyi kwa siri mkalitangaze juu ya pango. Yani kusomea maandiko kidogo hapa ili upate kujua kwamba sisi nuru ya ulimwengu. Lolote tunalowaza linatakiwa liwe wazi, tulitangaze kote. Katika Mathayo 5 mstari wa 14, ninyi nuru ya ulimwengu. Mji hawezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, navyo vyawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Katika Mathayo 10 mstari 27, niwaambialo ninyi katika giza lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri lihubirini juu ya nyumba. Msiogope wao mwili wasiweze kuiua na roho, afadhali muogope yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Sasa kama Ananja ungekuwa kweli ni mchungaji mwenye utu na ubinadamu, kwanza ungempongeza Askofu Gwajima kwa sababu ya ujasiri wake wa kumkabili Goliati. Mimi nimewaambia ndani ya Tanzania utekaji ni Goliati. Ni Goliati ambaye hata kama leo unasifia wewe unasema, yani wewe kwa tafsiri yako unasema utekaji haupendi, lakini wanaopinga utekaji wao unapingana nao. Hujui kwamba kumpinga anayepinga utekaji ndio kubariki utekaji. Yani yule ambaye ana ukabili utekaji anasema utekaji ukatakiwa kuwepo ndani ya Tanzania. Wewe unavyompinga na kwanza kusema hakuwa na hekima, mtu kama watu anasema kama watu wanafanyaje, wanatekwa inakuwa taharuki. Yeye anaongea tena anazoa taharuki. Hapana, sio taharuki. Neno la mtu wa Mungu linaleta amani, linaleta tulizo ndani ya nchi. Maneno ya Gwajima ya kuleta taharuki yoyote, labda kama ileta taharuki kwa watu wenye maslahi fulani na utekaji, lakini kwa kila Mtanzania mwenye utu hakuna neno la Askofu Gwajima ambalo lileta taharuki. Kila mtu anamuona kama mkombozi wa nchi. Kila mtu anamuona kama ni mtu ambaye amejitolea. Nani amfunge paka kengele? Yeye ndo amejitolea kwamba mimi nitamfunga paka kengele na tutapata majibu ndani ya nchi hii. Sasa mwisho yote, kwa maana ukisema hakutumia hekima, haya nyewe wenye hekima mbona hamkuongea? Nyewe wenye hekima mbona watu wanazidi kupotea na mnanyamaza? Hata wengine wanasema hamna, huyo ana maslahi zake za kisiasa. Kwani miaka hii yote mbona alinyamaza kimya? Kwani amekuja kuongea leo? Mimi nisemacho ni kwamba hiyo miaka yote alinyamaza kimya kwa sababu gani mimi sijui, ila nijuacho mahali popote, hata Biblia inaamini kutubu ni kugeuka. Hata kama ulikuwa unaenda hivi leo umejua hili ni kosa, umeamua ugeuke. Hata kama ulikuwa unaishi maisha ambayo ulikuwa unasifia kila kitu, unapongeza kila kitu, sijui ulikuwa unasifia watu fulani, jamii fulani, chama fulani, umoja fulani, leo umegeuka, umeona wale ni wasifia ni kama na wasifia lakini wanafanya vibaya. Leo umeamua ugeuke, uanze kusifia upande mwingine, au uanze kutafuta suluhisho la wanaoteseka. Kutubu ni kugeuka. Kwa swala la kwamba kwa nini miaka yote minne ya kuongea, hilo sio swala kushughulika nao. Tushughulike na aliloongea leo ni sahihi kiwango gani, aliloongea leo lina ubinadamu kiwango gani. Unajua hana hekima. Haya nyewe wenye hekima ndo mmeongea nini? Kwa kama hapa wewe uliongea Ananja haya ya kumtupia matope Gwajima, haya ndio hekima haya. Mbona mimi naona kama umeongea moshi tu? Kwa sababu mimi sioni kama kuna hekima yoyote hapo. Hekima ni kufanya jambo sahihi.
wakati sahihi. Hekima ni kufanya maamuzi yasio na majuto. Hekima, watu walio na hekima waliogopwa. Wewe nani na kuogopa kwa maneno hayo uliongea? Hekima walifanya maamuzi ya kina Sulemani. Maandiko yanasema ndipo Israeli wote wakamuogopa Sulemani kwa sababu ya maamuzi. Wewe nani na kuogopa kwa maneno uliongea? Nani na kuogopa? Ukiona uogopi ujue hata wewe hauna hekima, isipokuwa unacho kile ambacho wazungu wamekwambia ni hekima. Lakini kumbe Biblia jambo la kwanza inashughulika nalo ni lile la kwenye Luka 6:36 kwamba iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Ni lile kwenye Mathayo 7:12 kwamba mambo yote mnayotaka watu watendee na ninyi watendeeni vivyo hivyo. Ni lile kwenye Isaya 1:17 kwamba jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walionao, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Au Mithali 31:8 fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, watetea watoto walioachwa peke yao. Hicho ndo kitu ambacho Biblia ilikitaka. Sasa sijajua wewe unaongeaje, ama ukiona taarifa za kina Nathan, ndio unaweza kusema Nathan alimfuata Daudi Ikuru. Unafikiri zile taarifa za Ikuru zilizokaje hadi zikaandikwa? Ziliandikwa yani taarifa ambazo Nathan ameenda kuongea na mfalme ziliandikwaje kwenye Biblia? Watu walizijuaje? Ujue hivyo vitu pamoja na kwamba viliongelewa mahali, ila vilikuja vikatangazwa. Taarifa zinasema Yohana Mbatizaji alienda kumwambia Herode. Unafikiri hizo habari ziliandikwaje? Kwa sababu ile kuja kuandika habari za Yohana Mbatizaji sio yeye, ni watu ambao hawakuweko, ila waliona ale alofanya Herode. Sasa mimi nisemacho, Gwajima ni Daudi ameamua mkabili Goliati huyu utekaji. Goliati huyu utekaji ambaye inawezekana na faida kwa Wafilisti fulani. Na nikujulisha, Mfilisti sio tu yule ambaye sijui ataji jina la Yesu, hapana. Mfilisti ni mtu mwenye matendo maovu, mabaya. Anaweza akawa anashika Biblia kwa pani, anaweza akawa anaenda kanisani, lakini lina roho mbaya, lina roho nyeusi, ni liuaji. Ndio wanasikia wengine wana majina mazuri tu, Faustin, lakini wanakuwa kwenye skendo nyingi. Kwenye skendo nyingi ni jina zuri, inaweza kweli mtakatifu, unaweza kumkuta hata kwenye shajara. Lakini semacho, wachungaji mithili ya ninyi, msitumie umaarufu na ako kauchekeshaji mliko nako, na hivyo vimaandiko mnaovisoma kichawa chao, na waonya kwa neno la Bwana. Ghadhabu ya Bwana inakuja na wote ambao mlibatilisha wale wanaotetea wanaonewa kulingana na maandiko, mkawaita ni waovu. Ghadhabu ya Bwana inakuja hata kama sisi tunaotetea wanaonewa tutakuwa tumedhuliwa kwa kiwango chochote, lakini ghadhabu ya Bwana inakuja juu ya kila mwenye mwili, na mtatoa hesabu kwa hayo mlioko mnaongea, asema Bwana majeshi. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliyekutoka gerezani kisema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, kwa kuwa Bwana mhukumu wake yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na maisha na kazi yake. Heri kila mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika baada ya taabu zake. Maranatha.